mnyama hapa, mnyama kulialia mwenyewe mwenye Simba yake ndio sisi hapa. Lete maneno. Kwanza tumeenjoy na ningeona ajabu eti Tanzania Simba ibaki Yanga iende. Ningeona dunia kweli imegeuka kwenye ardhi hii eti ya Tanzania, eti Simba isiende robo finali, Yanga ifuzu. Kwani Yanga katoka? Wewe unaona kwa mahesabu haya kuna nini tena? Kwa mahesabu haya Waarabu kwa Waarabu wanakuongea Kiarabu kwa wanaachiana, shughuli imeisha. Sasa hali anataka kuvuka. Wewe hali ashaenda babu. Jadu sikiliza. Kwa pia anakuta tena sare nyingine. Unasemaje? Wanaenda kutoa sare nyingine, unasemaje Jadu? Wakaenda kutoa sare nyingine. Wanaenda Waarabu kwa Waarabu. Wanaongea tu. Wanakatio shilingi. Wanaanza kuongea kunuti tu Kiarabu al-Habibi. Jaza kwa wao sile wanaanza kuongea Kiarabu. Wakishaelewana sare, mechi wanacheza tu. Walikuwa wanachezana tu sare, wanapata pointi moja wanaenda watu wawili. Yanga kubebe mweusi atakubeba nani? Yanga wewe mweusi mwenzetu atakubeba nani? Yaani nani atakubeba wewe Yanga mweusi? Tunamaliza na JS Kabiri ambaye anaweza kufanya maajabu. Nisikilize. Nisikilize mimi. Nisikilize kwa makini. Kwenye ardhi ya Tanzania, kitovu cha mpira kimezikwa Msimbazi. Umesikia dede? Kitovu cha mpira kimezikwa Msimbazi. Haiwezekani eti Yanga afuzu, Simba afeli. Ukiona Yanga Simba anarudi, yaani Simba kitolewa, Yanga lazima atoke kwa kivyo vyote, iwe kwa dawa, iwe kwa maombi, kivyo vyote Yanga lazima atoke. Hawezi kufuzu. Jadu, Yanga hawezi kufuzu kwenye ile kundi, hawezi kufuzu. Mechi ya kufuzu ya leo hii hapa. Angetoa sare Yanga angefuzu. Yanga leo kapigwa, ana pointi ngapi? 5. Kabakisha mchezo mmoja. Akishinda na pointi ngapi? 8. Anafanana na nani? Na huyo Faraba. Wanaenda kutoa sare Arabu kwa Arabu kwa nagana moja. Maliza hiyo mechi. Tayari muda ishaisha. Shughuli hiyo. Watu sare. Nakwambiaje shughuli ishaisha. Sore si Arabu wanaongea kikubwa. Bwana yule mweusi. Kati yangu mimi na mweusi nani aende? Anauliza anazungumza al-Habibi. Anataka weke rekodi. Neshi anamuuliza. Neshi wanakuwa mechi ya 3. Sawa. Waarabu kwa Arabu anakaa mezani. Anaambia shehe wangu, tukitoa sawa unakuwa wa kwanza wewe wa pili mimi. Ukinifunga kwanza wewe wa pili mimi. Kati yangu mimi na mweusi nani aende? Anauliza tu sasa alafu anakapembeni bana anaangalia. Lakini performance leo vipi? Performance nimeangalia ni mtu pekee wa kumpongeza nani anaitwa huyo? Bamnyeto. Kafanya kazi kubwa sana. Kiukweli sio kumsifia mchezaji wa Yanga. Ila Bamnyeto kafanya kazi kubwa. Kimpira ukimwangalia unajua kweli karudi kwenye kiwango chake, kaonyesha kiwango cha hali ya juu. Bila Bamnyeto tunaongea mengine sasa hizi. Bara kubwa Waarabu wanaolifanya dakika 45 zote nusu uwanja. Dakika 40. Hayagusa mpira Yanga dakika 30 na angalia Yanga hajagusa mpira dakika 30. Wanapiga tachi. Na nashukuru Azam TV alichokifanya kwa kweli. Mimi nashukuru Azam TV kutuwekea sauti kusikia maneno ya uwanjani. Na ndio mara ya kwanza nimesikia sauti ya kocha Yanga ni mbaya. Sauti ya kocha Yanga mbaya. Kama mchungaji Pakome go. Come go. Sauti mbaya. Nimefurahi kwa Azam TV. Mwe mnaunganisha sauti tusikie. Shida sauti au ile sauti mimi imenifurahisha. Yale nimepata burudani mbili, mpira wamenifurahisha Farabati pamoja na sauti ya kocha Yanga mbaya kama mchungaji akimuita mchezaji. Pakome come move. Naxi go. Sauti ya Mpenja na kocha Yanga imekuwa kubwa inamziba Mpenja. Akiongea tu Mpenja umsikii. Yeye sauti yake inakuwa kubwa. Pakome go. What about what? Mimi nimeenjoy kwa kweli. Lile goli limefungwa dakika kama 80 na kitu. Wakati umeona bado sare ya bila pale mpaka goli linapatikana vipi baada ya goli kuingia? Mimi nilijua tu Mwarabu lazima apate goli kwake. Na Yanga walichojitahidi kupunguza magoli. Mimi Seranga siku naongea. Tanzania tulichoweza Waarabu kupunguza magoli ila bado hatujawaweza. Sisi tumepunguza tu magoli. Yale magoli 5 si goli ngapi tumepunguza. Sisi leo tumetoa sare. Luembe umemwona? Na yule Luembe angekuja mapema Simba tungefuzu robo. Yule Luembe unamwona yule. Angekuja mapema Simba tungefuzu robo. Sisi Simba tumetolewa mapema kutokana na timu yenyewe
tumeanza kuleta wachezaji wazuri tayari, tushatoka nje ya reli, tushapoteza mechi 2 mfululizo, timu ishatoka nje ya reli, ndio anakuja kina Chama kina Luembe, anakuja yule Msenegali, muda huo timu tayari imetoka kwenye nini, kwenye mfumo. Lakini mimi naamini wale wachezaji wangekuja mapema, saizi Simba tushafuzu robo finali. Lakini sisi tunashukuru Mungu, Simba si ndo timu yetu, hatuna kumtupia, au sio ndugu yangu? Kabisa. Wewe umeridhishwa na nisikilize. Simba icheze vibaya, icheze vizuri, Simba ndo timu yetu. Mimi mara 100 ni Ahmedini, sio kuyama timu yangu Simba. Mara 100. Mimi nakwambia ukweli, shabiki hawezi kuhama timu hata siku moja. Sisi Simba timu yetu, hatuna kumtupia. Sisi ni timu yetu. Na wewe kaka yako yule Ahmed Ali yule atokasio aliota. Na kuna kauli alisema, nyinyi kama una hakika kuingia robo finali usitengeneze jezi. Na sasa tunatengeneza kweli jezi. Tumeziacha zile. Tunabadilisha hapa kuweka hapa. Tumebadilisha. Sio mtu mzuri. Aliota nini? Naga alisema, jamani, kasema nilikwambia kitu kimoja. Nilisema kwamba vipi leo hapa baba anaonyesha maajabu. Umeona hujaona? Maajabu gani? Wamepunguza tu magoli. Wale Yanga wamecheza dakika kama sio 2 kama sio 3. Tuzizungumze unafiki kaka. Yaani kwenye dakika 90 wamecheza dakika 2 au 3. Wewe unaona watu wanaenda na press. Simsifii Mwarabu, ila leo kacheza mpira mzuri. Kuna muda ngoja nitumie utaalamu. Kuna muda sisi tulosema makocha, kuna kitu kinaitwa half pitch. Elimu sasa vyeti. Hapo vyeti. Yaani kama umekimbia magari ya njano ndio yale kwenye mastudio mnakimbia watu waone. Mmekimbia mastudio watu waone. Half pitch. Leo Yanga amechezea half pitch, yaani nusu uwanja. Katikati umekatwa uwanja. Wala labda uko pamefanya ile dimba ile kama la kwao. Wewe unataka kuzunguluka tu hivi. Mimi nakwambia, mimi nilivyomuona tu Haribu JSM alifika goli moja bilioni 40, nikajua JSM kaona mbali, kaona hapa hamna goli. Eti goli moja ukishinda unapata milioni 40. Nilivyoona vile nikasema hapa hamna kitu. Walapo wanazunguka tu uwanja. Half pitch wanapiga hivi tu. Contact wa muda sianza kupiga za tengula zile. Sasa tengula football. Wewe huyu mdogo hizi. Hapo picha yako Prince Mpumelelo Dube kati ya Mtamba wa Panya. Dube alifaingia kaja na pressure nzuri. Alipiga kuna shuti moja ilipiga nzuri kagonga mwamba ikarudi. Akapiga tena ikakosa. Lakini kuna kipindi Dube alikuja kwenye box. Kuna kipindi Dube alikuja yeye na kipa kama kawaida yake. Tukamwona yule Dube wenyewe ambaye tunamjua sisi sasa. Kuna yule Dube kopi alikuja akapiga kwenye nguzo, akaja Dube mwenyewe original. Akaja yeye na kipa kama kawaida. Imepaa juu. Na afu imepiga juu hivi. Kaja Mzinza, mimi Mzinza ndio mchezaji wangu pendwa. Mzinza angemuingiza mapema angeokoa Yanga. Wanakuja kumuingiza dakika za mwisho, tayari maji yashakwa nani, yani unga umezidi maji. Maana yake kocha alifeli hapo. Kocha kafeli. Na mimi binafsi naombea hii mechi ya Yanga ije haraka watolewe mapema tuje ligi kuu. Tunaomba mapema watolewe tukutane ligi kuu. Kwa hiyo Luembe nilomuona tusikitikeni, yule Luembe tuliomuona jamani, yule mchezaji hatari. Yule kipindi mimi nimeongea na tajiri Mo, nimeongea naye mimi. Mo aliniambia katika mchezaji alompa pressure kumpata Luembe kwa sababu alikutana na ushindani mkubwa. Timu 3 duniani zinamtaka. Yule atakuwa na Chelsea, Manchester United, Barcelona na sisi Simba. Tajiri. Huyu tajiri. Dr. Mo. Huyu hapa tajiri. Nani? Nifikiri Dr. Mo. Basi usitaje watu ajabu. Utaharibu press bwana, tuendelee. Muni akawa mtu na mchome bwana, mchukue mchome. Usiambie mimi wewe. Alisema sitaje. Usitajie watu. Usinitajie hao watu, usinitajie. Utaharibu press kaka. Usinitajie. Mimi namuongelea Mohamed Dewji tajiri, bwenyenye. Hapa ndo namuongelea mimi. Bwenyenye. Bwenyenye akasemaje? Nimepata competition kubwa kuwapata wachezaji. Ila kumpata fresh maisha yanaendelea.